Mtazamaji popote ulipo, karibu kwenye kipindi cha Jukwaa la KTN hapa kwenye KTN News, ikiwa ni tarehe 27 mwezi Disemba mwaka 2017. Ni saa thenashara imekatika dakika moja. Tunaangazia mengi leo, haswa kuhusiana na afya yako na yale magonjwa ambayo yanaambatana na desturi na mitindo ya maisha katika swala nyeti. Kwanza tupate vidokezo vya yale ambayo yamejiri siku nzima katika vichwa vya habari. Ni afueni kwa wabunge wanne wa Jubilee baada ya mahakama kusitisha kufurushwa kwao kwenye kamati za bunge. Waziri Matiang'i azidi kujipata pabaya kuhusu matokeo, huku baadhi ya wabunge wakitisha kumbandua. Na leo kwenye swala nyeti tunaangazia magonjwa yanayotokana na maisha, hasa kwa msimu huu wa sikukuu. Naam, karibu tena mtazamaji. Jina langu ni Lofty Matambo na ningependa nikuhusishe kwenye mada yetu leo. Kwenye mitandao ya kijamii tuuliza, je, maazimio yako ni yapi mwaka 2018 kuhusiana na afya yako? Mtazamaji, je, maazimio yako ni yapi mwaka huu 2018 unapoingia, siku tatu zimesalia, kuhusiana na afya yako? Sema nasi kwenye Twitter. Je, maazimio yako ya mwaka 2018 ni yapi kuhusiana na afya yako? @KTN News, @Lofty Matambo, hashtag ya mukipenda alama ya reli ni Jukwaa la KTN. Naam, karibu tuangazie taarifa zetu. Imekuwa afueni kwa mbunge wa Nandi Hills Alfred Keter na wenzake watatu wa Jubilee waliokuwa wamefurishwa kutoka kwenye kamati za bunge kwa kudaiwa kuwa na misimamo tofauti na chama hicho. Keter pamoja na Silas Teren na wa Moibwen na James Gakuya wa Embakasi North na Kangogo Bowen wa Marakwet East wamemshtaki kiongozi wa wengi Aden Duale na vile spika wa bunge Justin Muturi na kiranja wa wengi Benjamin Washiali kuhusiana na hatua hiyo wanayosema kwamba inakiuka haki za wabunge hao waliwania nafasi za kujaza nyadhifa kwenye kamati za bunge licha ya kuwa chama tayari kilikuwa kimependekeza waliotakiwa kuteuliwa. They should be dewaived. They must go back and start following the law. It was unlawful. We were not given the right to be heard. We were not given fair administrative action, and we are saying it is wrong, and we've been carrying the orders. They will not continue saying we were dewaived. What we are saying in short is that members of parliament must be accorded the right to elect their leaders, the leaders of their choice. People can give opinions on who they feel should lead the committees, but they cannot be allowed to dictate in terms of who should sit in a different committee and who should lead different committees. The standing order states very clearly that in case they have a problem or they feel there's a problem with somebody, you are given a fair hearing, which we were not given any fair hearing, and that is what led us, or led me, to come here and give out my petition, all the petition, to the court, and to also try and give them my reasons why I think that there was no fair hearing on the other side, or rather the party, on the parliament. Honorable Duale and Washali didn't follow the law, and we are coming for them. We will move a motion of impeachment to impeach both of them, and then we replace them with members of parliament who respect the rule of law, who respect the constitution, who respect the procedures and house rules. Baadhi ya wabunge wa muungano wa NASA sasa wanamtaka waziri wa elimu Daktari Fred Matiang'i kujiuzulu kuhusiana na matokeo ya kitaifa ya KCSE, wakiongozwa na mbunge wa Sabot Caleb Amisi na mwenzake wa Uriri Mark Nyamitwa. Wabunge hao wanamtaka waziri Matiang'i kuondoka ili kutoa fursa ya uchunguzi zaidi kuhusiana na matokeo hayo. Aidha, wamedai kuwa wamewasilisha ombi kwa spika wa bunge la taifa Justin Muturi kuitisha kikao cha dharura bungeni kujadili matokeo hayo. We cannot afford as a nation to treat any generation unfairly. We cannot afford to lose potential in any of our brothers, our sisters, our sons, our daughters. So this unfairness must be corrected now. And we call upon the Cabinet Secretary for Education, Dr. Fred Matiang'i, to resign immediately. Matiang'i needs to tone down his excitement of speedy delivery of things that even don't require speed.
We are not in a hurry with the future of our children. We had better delay, but we get it right. The issue of fast-tracking and trying to tell us that he's released the results in 24 hours almost, only for us to be left with over 500,000 children who don't know where they're actually going to go to. Hayo yakijiri, gavana wa Kakamega Wycliffe Oparanya sasa anamtaka Rais Uhuru Kenyatta kumfuta kazi waziri wa elimu Dr. Fred Matiang'i kutokana na utata unaogubika sekta ya elimu nchini. Oparanya sasa ameelezea kukerwa kwake na uhamisho wa walimu wakuu hasa eneo la magharibi mwa Kenya. Na mahakama kuu mjini Kisumu imesitisha kwa muda kuhamishwa kwa jaa maarufu la Kachok ambalo limekuwa na utata kwenye uongozi wa gavana Profesa Anyang' Nyong'o. Jaa hilo lilitarajiwa kuhamishwa kutoka karibu na mji wa Kisumu hadi Kajulu. Akitoa uamuzi wake hii leo, jaji wa mahakama ya mazingira na ardhi Stephen Kibunja ameitaka serikali ya kaunti ya Kisumu pamoja na kampuni ya Naya Holdings iliyopewa kandarasi hiyo ya kuondoa taka kutoka Kachok kusitisha kazi hiyo hadi uamuzi wa kesi hiyo utakapotolewa. Kesi iliwasilishwa na wakazi wawili wa Mamboleo wakisema kwamba taka hizo zina athari kiafya. The granting of the interim order in terms of prayer 2 does not in any way stop or stay the processing of any applications for approvals or reports that are required under any written law that may be reviewed. Na mtazamaji, nafahamu kwamba msimu huu wa sherehe umejitandika vilivyo kama wanavyosema wana mitaani, kwa maana ya kula mapochopocho ya kila aina. Lakini sijui kama unafahamu kwamba vyakula unavyokula, sukari unayotumia kiwango, chumvi unayotumia inaweza kuwa na athari katika maisha yako na vile vile mtindo wako wa maisha. Tutakuwa tunarudi kuangazia hayo zaidi, tusikie sauti za Wakenya wanasemaje kuhusiana na mitindo ya maisha na vyakula wanavyotumia. Alafu turudi kufanya mjadala. Tayari daktari wangu ako studioni, Daktari Jerry Okelo kutoka Medigold katika maeneo ya Donholm, atakuwa ananisaidia kuchambua swala hilo la magonjwa ya mitindo ya maisha. Usiende mbali, tutachukua pumziko fupi.